hadithi za kweli ambazo zinagusa moyo. Nilisimama pembeni ya barabara ya Dar es Salaam nikiwa nimechoka, nimechafuka na njaa kali tumboni. Watu walikuwa wanapita mbele yangu, wengine wakinitazama kwa dharau, wengine wakicheka kwa chini chini. Na siku hiyo nilijua kitu kimoja tu: kwao mimi nilikuwa nimeisha, lakini hawakujua. Hiyo ndiyo ilikuwa mwanzo wa kila kitu. Miaka michache nyuma nilikuwa na ndoto kubwa sana. Nilikuwa naamini kuwa siku moja nitakuwa mtu wa maana. Nilijaribu kila kitu: biashara ndogo ndogo, kuuza bidhaa, hata kuomba kazi sehemu mbalimbali za Dar es Salaam, lakini kila kitu kilikuwa kinafeli. Watu wakaanza kunitazama tofauti. Yule jamaa huyo hana bahati kabisa, anajifanya sana lakini hana kitu. Hata ndugu zangu walianza kunikwepa. Siku moja nilipoteza kila kitu. Biashara yangu ya mwisho ilifeli vibaya sana. Nilikuwa na deni, sina pesa, sina msaada. Na kile kilichoniumiza zaidi ni pale mpenzi wangu aliniambia siwezi kuwa na mtu ambaye hana mwelekeo maishani. Aliondoka. Na hapo ndipo nilivunjika kabisa. Nililala nje kwa siku kadhaa. Njaa, baridi, mawazo. Nilianza hata kujiuliza, labda kweli mimi sifai. Lakini ndani kabisa ya moyo wangu kulikuwa na sauti ndogo ikisema, bado hujaisha. Siku moja nilipata nafasi ya ajabu. Mzee mmoja aliniona nikikaa pembeni, akaniuliza, unajua kufanya nini? Nilimwangalia nikasema kwa aibu, najua kujituma, lakini sijapata nafasi. Alinitazama kwa muda mrefu, kisha akasema, njoo kesho. Kesho yake nilirudi. Akanipa kazi ndogo sana ya kusaidia kwenye biashara yake. Haikuwa kazi kubwa, lakini nilifanya kwa moyo wangu wote. Siku hadi siku nilionyesha bidii, nidhamu na uaminifu. Miezi ikapita, maisha yangu yakaanza kubadilika polepole. Baada ya mwaka mmoja, yule mzee aliniita ofisini kwake. Akaniangalia, akatabasamu kidogo, kisha akasema, biashara hii nataka uisimamie wewe. Nilishangaa, sikuamini, lakini hakusimama hapo. Akaongeza, na pia ninataka uwe mshirika wangu. Kutoka mtu aliyelala nje mpaka kuwa mshirika wa biashara kubwa ndani ya mwaka mmoja tu. Leo ninaendesha biashara yenye mafanikio makubwa hapa Dar es Salaam. Wale waliokuwa wananicheka sasa wananiita bosi. Wengine wanakuja kuniomba msaada, na yule aliyeniacha alirudi. Lakini safari hii nilikuwa tofauti. Nilimtazama tu, nikakumbuka siku zile nilipokuwa sina kitu, nikakumbuka maumivu yote, kisha nikasema kwa utulivu, kuna siku uliniangalia ukaona sina thamani. Leo nimejifunza kujithamini mwenyewe. Watu watakucheka, watakudharau, lakini kumbuka, siku moja tu inaweza kubadilisha kila kitu. Kama hadithi hii imekugusa moyo wako au umewahi kupitia kitu kama hiki, usisahau kusubscribe kwenye channel hii. Fanya follow ili usikose hadithi nyingine za kweli, na share kwa marafiki zako. Huenda kuna mtu anahitaji kusikia hii leo. Hadithi za kweli, tunasimulia maisha halisi.